asifiwe, mtazamaji wa BBS Media. Karibu sana kwenye kipindi chako pendwa cha The Sound of Gospel. Uhali gani popote pale ulipo, mimi binafsi nakupenda sana sana sana. Kama tulivyoagizwa upendo, wanasema kwamba mpende kila mtu. Basi mimi nakupenda, ambaye hata tushaikuonana, tujaikuonana, tunafahamiana, tufahamiani, lakini sisi ni wana wa Mungu, tunapendana, na mimi ninakupenda sana popote ulipo. Karibu sana na hii BBS Media ndani ya The Sound of Gospel. Na mimi jina langu ninaitwa Angel, nikukaribisha sana. Basi tuanze pamoja. Na mimi leo nina kitu gani? Basi nina vitu ambavyo vichache ambavyo nimeviandaa, lakini tuna interview. Unajua tumezungumza na nani? Tuna mtumishi wa Mungu ambaye ametupa kidogo point ambazo zitatusaidia, zitatujenga. Na lengo la The Sound of Gospel, lengo lake ni kuinuana, kujengana, lakini pia kufahamishana katika kujenga mwili wa Kristo. Moja kwa moja naomba nikupeleke kwenye interview hapa ya mtumishi wa Mungu anaitwa Masanja ni yuko Neema Gospel pale, na ni kiongozi wa Neema Gospel. Kuna vitu vingi sana amevizungumza kuhusiana na Neema Gospel, hasa akishauri kuhusiana na waimbaji wengine wa gospel, kwa nini hawapati udhamini au hawapati kufanya kazi na makampuni mengine. Hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mnaendeleaje? Vyema sana, Mungu mwema. Sijui nyinyi? Sisi hatujambo. Hongera kwa kila siku tunaona hatua mpya, na najua wanasema kudili na vijana sio kitu mchezo. Kweli, ni kweli. Ni neema ya Mungu tu. Tunashukuru Mungu. Mimi natamani kuwapa hongera zaidi pia kwa tunaona mnafanya vizuri hadi kupata udhamini sasa hivi. Tumeona hapa juzi kati mliingia udhamini na kampuni moja kubwa sana, CRDB, na inavyosemekana waimbaji wa gospel ni kazi sana kupata udhamini. Sasa sijajua changamoto kwanza inakuaga, natamani tuanzie hapo. Changamoto inakuaga ni waimbaji wa gospel au ni makampuni kufanya kazi na waimbaji wa gospel? Mara nyingi watu wa gospel tunafanya huduma. Na huduma mara nyingi watu hawazifanyi kwa nasahau kwenda na professionalism. Kwa mtu unakuta na huduma kubwa, lakini ukienda sasa kwenye issue ya profession kwamba anaiendesha huduma kwa usahihi, anaiendesha huduma wapi kusajiliwa, ana mipango mikakati, ana nini, hapo ndo watu wanajisahau. Na hiyo ndio kwa gospel wakati mwingine kuonekana ama kukosa opportunities za kupata endorsement ama vitu vingine kwa sababu ya kutokuwa na mipango mizuri. Kweli unamuona anafanya huduma, anafanya maconcert, anapata watu, lakini nyuma ya pambia sasa ukienda kwenye mambo ya management, mambo ya uongozi kidogo yanakuwa hayako. Naona kwanza nyinyi mmepata udhamini. Natamani kujua kuna changamoto gani ambayo labda natamani tuzungumzie ili kwanza, afu ndo niendelee na hongera yangu. Waimbaji wa gospel imekuwa ugumu kwa wapi kupata udhamini kwenye makampuni? Changamoto ni waimbaji wa gospel au changamoto ni waimbaji wenyewe? Changamoto kubwa ni uongozi wa waimbaji wenyewe ama vikundi vya gospel. Kampuni nyingi zinataka kufanya kazi na watu ambao wako organized, watu ambao wanajitambua, taasisi ama vipi. Okay. Kwa sababu kampuni, unapokuambia kampuni ni sponsor, ina maana na invest pesa, inategemea itafaidika kupitia wewe. Lakini unakuta mwimbaji wa gospel kweli ana upako, kweli ana exposure, anakiandaa event, anajaza watu, lakini je, anaendesha huduma yake kama taasisi ama kama huduma ambayo inakuwa well organized na inaweza kupata endorsement ama vipi, ama anaendesha kawaida kwamba anapigiwa simu yeye, anapokea yeye, anapokea mialiko yeye, analipwa yeye, anafanya nini yeye. Na huduma nyingi za hapa Tanzania waimbaji wetu loko wanafanya hivyo. Kwa sometimes wanaweza kukosa opportunities kwa sababu ya kutokuwa well organized, na kuwa na mambo mengi ambayo hayako in a professional way. Pamoja na kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, but in a one way or another lazima tuwe na usahihi wa kuwa na management bora na ya kisomi. Yes. Kuna
Wewe tayari nyinyi mmefanikiwa kupata udhamini na kampuni kubwa sana CRDB. Ana kitu sio kitu cha mchezo. Kwanza naomba niwape hongera. Natamani kujua sasa nyinyi mliwezaje. Natamani pia kufahamu kwa mtu ambaye ajui, labda kwa sababu wengi tunachukulia vitu ni kawaida. Wengi ambao labda hawajui. Yaani mara nyingi wadhamini au makampuni kufanya kazi na mtu wanatakaga nini? Elimu hiyo tu kidogo. Ni mambo ya ndani kidogo, mengine sita expose sana, but niseme tu kwa ufupi kwamba Gospel Choir ni kwaya ambayo imekuwa na impact kwenye jamii, hasa kwa vijana na pia kwa wazee, lakini kwa ujumla pia katika kuelimisha, kufanya watu wamrudie Yesu. Sasa lazima pia iwe na mikakati ambayo itajiendesha katika usasa na usahihi wa kimwili, kiroho, kibiashara na kimwili. Kwa hiyo lazima hizo aspects zote kama kwaya tuzizingatie. Ndio maana Neema Gospel tunaiendesha katika mfumo tu si wa kiuongozi wa kawaida kwa beti mwenyekiti wa kwaya, no. Tunaiendesha kama taasisi ambayo inafanya kazi ya Mungu ya uimbaji. Kwa hiyo hiyo ndio inatufanya sasa tufikie level fulani ya kuweza kuwa trusted na haya mashirika kama CRDB Bank na makampuni mengine ambayo tunaendelea kutafuta more sponsors, na tunaamini tutapata kwa uwezo wa Mungu. Lakini pia tunaendelea tumepata hiyo nafasi ya kuwa sponsored na CRDB kwa sababu wameona kuna kitu ambacho wanaweza wakagain kutoka kwetu, lakini pia sisi tukagain kutoka kwao. Kwa hiyo kuna vitu wameviona kwamba tuna impact. Lazima unajua hawa watu wanaotaka kuwa tunavyosema sponsors ama makampuni yanakuja kuweka pesa kwa ajili yako, lazima yaone kwamba wewe una impact kwao ama una impact kwa jamii, ili wewe uweze kuwa chanzo cha wao kufaidika pia. So wanaweza wakainvest pesa kwako ili wao pia warudishe hiyo pesa, lakini wewe pia unafaidika kwa sababu utafanya namna moja ama nyingine, utaingiza pesa, lakini pia utalazimisha kuwatangaza. So sisi ni ambassadors wa CRDB Bank, na tunakuwa ambassadors kwa namna fulani ambayo inawezekana nisiwe wazi sana. Kazi na CRDB kwa karibu sana, wamekuwa ni partners wetu wakubwa sana. Inawezekana nafikiri watu waliona kipindi cha nyuma post tulikuwa na seminar pale CRDB, tunaweza kukaa nao chini na kuweka mipango mikakati kwaya nzima ili kuweza tu kuhakikisha kwamba mambo yetu yanaenda vizuri na partnership yetu inaadili na inafanikiwa vizuri kutekeleza yale makubwa. Sasa kuna swala pili koje nimelisahau. La pili umeshanijibu kwamba lazima kufanya kazi na makampuni ni lazima kwamba kuna vitu lazima uhakikishe kwamba wewe mwenyewe pia umekaa katika kitaasisi ili watu wanapokuja wajue kwamba tunafanya na mtu sahihi. Najua Neema Gospel mnafanya live recording kwa gharama kubwa sana, na moja ya vitu ambavyo sasa hivi vinatazamwa ni quality za video, uniform navovaa, kila kitu. Mimi naomba natamani kujua pia, samani hii najua ni ndani kabisa, lakini natamani kufahamu chanzo cha pesa tunategemea kanisani, au Neema Gospel kuna tayari imejiwekeza kwenye kipato chake, yani kuna investment ambazo zishafanyika. Okay, Neema Gospel Choir ni ya watu, na watu ndio wewe. Yaani wewe unavyoongea wendo mdau wa Neema. So of course ni kweli tunatumia gharama kubwa kwa live zetu kama unavyoona. Kwa kweli hatutaki kumshusha Mungu kiwango. Sisi tulishasema tunafanya zile kubwa ili sio kujionyesha tunaweza, no, ili kuheshimisha kazi ya Mungu, kwamba kazi ya na itakuwa jambo lolote lile kwa fikra zetu na kwa kuongezewa na maarifa ambayo Mungu anatupa kwa ukubwa wowote, sababu ni kazi ya Mungu. Hatuwezi kufanya jambo kwa udogo eti kwa sababu unasema sisi hatuna hela. No, sisi tunapanga mipango mikubwa tukiwa sometimes hatuna hela, lakini tunaamini itafanikiwa kwa sababu tunaamini tunamfanyia ni Mungu, na hakuna event ambayo tumeweka kupanga ikafeli kwa sababu ni Mungu ndo anakuwa ametupa hayo maono. Sasa tunafanikiwaje? Tuna wadau wengi ambao wanatusupport kwanza, ambao wako nyuma yetu, ambao wanahakikisha kwamba tunafanikiwa. Wanatoa pesa zao, wanatuchangia. Kuna watu ambao always kila mwaka wanasema ikikaribia tu live recording yenu
tuambie, tunaweza kukupa milioni 2, milioni 5. Sasa ukipata watu 10 wakakupa milioni 5 kila mmoja, na milioni 50, umekata cost pakubwa sana na umefanikiwa parefu. Lakini pia kuna sponsors ambao wako all time sponsor ambao tuko nao. Tuna kampuni inaitwa Abe Professional Sound. Abe Professional Sound, yeye huyu mtu ndio anatusaidia sana kukat cost ya events zetu. Huyu ni sponsor wetu kabisa, Neema Gospel Choir, na tunamheshimu sana na tumefanya naye kazi events 3 sasa, na kuanzia mwaka 2021, 2023 na 2025 tumekuwa ni sponsor ambaye anatupa vyombo, anatupa stage, anatupa screens, anatupa na lights. Wakati mwingine lights zinakuwa zitoshi kulingana na ukubwa wa event ama wa stage, na outsource kutoka sehemu nyingine, na screen tuna outsource kutoka sehemu nyingine, lakini huyu mtu ndo amekuwa sponsor. Kama asingekuwa sponsor, nadhani event zetu zingekuwa zina hit kama milioni 300, 350, lakini tunajikuta tunatumia sometimes hata half price ya hizo milioni 300 kwa sababu ya sponsorship ya huyu bwana ambaye anatusaidia. Kwa amekuwa ni partner wetu wa muda mrefu. Lakini apart from that, nafikiri unaona poster zetu, wakati mwingine unaweza kaona insurance companies tunazimention, unaweza ukaona makampuni labda ya maji ama vipi, wale wote wanakuwa wanatusaidia, wanatupa pesa. Tumewahi kufanya kazi na Bumaco Insurance mwaka 2021, tumewahi kufanya nao kazi, wakatuchangia 23 na hata 25. Bumaco Insurance wametuchangia. Lakini pia kampuni nyingi zaidi, kuna SGS, kampuni ya security, wale nao pia walitusponsor. Badala ya kuwalipa pesa, sisi tulitoa tu gharama ndogo za uwezeshaji za kuwajali wale walinzi, wakawa sponsors na wakafanya kazi na sisi. Kwa hiyo unaweza ukaona tunafanikiwa kufanya eventi kubwa kwa sababu tuna engage na watu na kuongea na kuwapa maono yetu kwamba sisi tuna kitu hiki. Lakini apart from that, tunao pia sponsors wengine ambao ni Crown Media, ambao nao pia walikuwa sponsor wa hii event. Kama unaweza kuona walirusha event yetu yote kwenye live kwenye TV. Kwa unaweza kaona mtu wa kulipa airtime ya masaa kadhaa kulipa kwenye TV, nadhani unaweza kujua na ile ni TV ya kibiashara, it's very expensive. Lakini wale jamaa walikuwa sponsors, wakarusha na wakawa very close na sisi, na walifanya live interviews. Kuna kikao, nimesahau jina, sio kipindi gani, kilifanyika live pale pale kwenye uwanja siku hiyo ya event. Okay. So unaweza ukaona kwamba ni investment ambayo tumeiweka ya, wanasema ishi vizuri na watu hapa mjini. Unaona. Lakini pia apart from that, kuna sources za pesa ambazo sisi wenyewe tunazo, ambazo ni kama digital platforms. Digital platforms zinalipa kama ukiwa serious nazo, ukiwa na consistency ya kuupload maudhui mitandaoni ambayo yenye kiwango, sio tu maudhui. Tunaongelea maudhui yenye kiwango kuanzia video na audio production ambayo yanakidhi na kuendana na mahitaji ya watu kwa wakati huo. Kwa hiyo sio unatoa wimbo wa Christmas kipindi cha Pasaka, hakuna watu watasikia, si ndio? Huo ni mfano nimetoa. Kwa hiyo tuna upload maudhui ambayo yanakuwa yanahitajika kwa kipindi hicho, na nyimbo za kutosha katika mitandao, na unaona tuna kipindi cha Worship in Spirit ambacho watu wengi wanakifuatilia, nacho pia kinaruka Crown TV. Kwa hivyo vyote ni contents ambazo tunaziweka katika digital platforms, zinatuingizia pesa nyingi tu, sio kidogo. Kwa hiyo tunajikuta tuna sources za ndani ambazo zinatusaidia kufanya huduma. Lakini wakati mwingine pia hata sadaka, tunapoenda kwenye huduma mahali tunaalikwa, watu wanatubariki, huyu anaweza kukupa kiasi hiki, kiasi kizuri tu ambacho kinaweza kutufanya tusustain kuendelea kuhudumu pamoja na Neema Gospel Choir. Ishawahi kutokea, najua Neema Gospel hampendi kitu kibaya, ishawahi kutokea mkafanya live recording afa hamkuridhika nayo na hamkuitoa? Ishawahi, yes. Ishawahi. Na mwaka 2021 kuna nyimbo hatukuridhika nazo. Tulirekodi nyimbo 18, I think. 18, lakini 2021 tulitoa nyimbo nadhani 7. Nadhani nyimbo 7 au 8. Hizo nyingine zote zilikuwa cancelled kwa sababu hazikufikia ile quality ambayo sisi tulikuwa tukihitaji. Nyingine tulizirudia katika recordings zinazofuata, tukafanyia recording kwa recordings zilizofuata. Lakini all in all ni kwamba tulifanikiwa kufanya nyimbo nyingi. Baada ya hapo tuliweza kufuta makosa ambayo tuliyafanya, na ukiangalia 2023 karibu 90% ya nyimbo zote zimetoka, na hata ambazo hazijatoka zitatoka. Hatutaacha wimbo nyuma kwa sababu tulirekodi na tumeshazikamilisha. Tunasubiri tu wakati mzuri wa kutoa. Tunaona kwaya nyingi kwa sasa zimekuwa na
muamko wa kufanya live recording, na hasa nyingi zikiwa zina watazama Neema Gospel kama mfano, na hata wengine wakiwa wanaongea kwamba labda tufanye, lakini tufanye hata kama Neema Gospel wanavyofanya. Unaziambia nini hizo kwa, na unawaambia nini? Wasimamie maono yao, wasifanye kama Neema Gospel, kwa sababu Neema Gospel ni Neema Gospel na imepewa maono na Mungu kwa namna yake. Mimi mambo spiritual spendi mtu kuyaiga. Fanya, omba Mungu. Unajua, ngoja nikwambie, kuna watu wanafanya video za location, sawa, wanaenda kwenye maua, wanashoot beach na wapi, na zinafanya vizuri kwenye mitandao na zinapendwa na nyimbo zinaenda. Kwa hiyo simamia maono, fanya maombi, Mungu akwambie unatakiwa kufanya nini. Sisi maono ya live recording yalikuwepo tangu mwaka 2012, 13. Unaweza ukaona hayo, lakini tulikuja tukarekodi miaka 7 baadaye, miaka 8 baadaye. Lakini tulikuwa na maono ya live recording miaka 8 nyuma, 2021 ndo tukarekodi. Kwa hiyo unaweza ukaona hayo maono tulikuwa nao. Sasa wewe ukija kuiangalia Neema Gospel mwaka 2026 ukasema ngoja nifanye kama wao, huwezi kujua mizizi ambayo sisi tulikuwa nayo ya maombi tuliyoiweka huko. So mimi nashauri kwa nyingi zisimamie maono yao. Kama wanaweza kufanya recording ya kwenye nyasi wakaona wanaweza kufanya vizuri, peta wafanye, kuliko kufanya live recording ambayo isifanye vizuri. Kwa mimi naamini kwamba of course mazuri yanaibwa, lakini jipambanue na kujiona kwamba je, nina uwezo wa kufanya kitu fulani. Ndio maana huwa anasema kuna live recording na kurekodi live ni vitu viwili tofauti. Yeah. Wanasema umepigaje hapo? Kuna live recording na kurekodi live. Kwa hiyo hapo lazima watu wajue utofauti wa hivyo vitu. Okay. Unaambiaje watu wanaoipenda Neema Gospel na anatamani kujiunga Neema Gospel? Neema Gospel inapokea watu au imejaa tayari? Neema Gospel inapokea watu, lakini kujiunga Neema Gospel lazima ukubali masharti na vigezo, kwa sababu kwa kweli ni watu ambao tunapenda sana kufuata taratibu. So kwa sababu unajua kuna watu wengi, niseme tu kweli, kuna watu wengi wanatamani kuimba na Neema Gospel, lakini wanakuta wanatamani kuimba Neema Gospel kwa sababu Neema Gospel labda ina mialiko mingi, inasimama kwenye stage nyingi kubwa. Mtu anawaza nikiimba na mimi Neema Gospel nitasimama pale. No, lengo letu la kwanza ni kumtukuza Mungu. Sisi tunasimamia Marko 16 mstari wa 15. Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Ndio mstari tunaosimamia. Kwa hiyo ina maana lengo letu la kwanza ni kuhubiri Injili. Lengo la pili ni watu wampokee Yesu. Yaani sisi ndio lengo letu. Kwa hiyo tunaposimama kwenye stage makubwa huko ni kwa sababu ya kuhubiri Injili. Sio kutafuta fame, kutaka tuwe maarufu, hapana. Hatutaki kabisa hizo mambo. Sisi tunataka lengo la kwanza liwe kuhubiri na kumtukuza Mungu. Basi, period. Mafanikio ambayo Neema Gospel wameipata, nikimaanisha nyimbo mpaka sasa hivi zimetoboa mpaka wapi? Nyimbo zetu kwa kweli zimeenda mbali na tunashukuru Mungu kwamba tuna response ya nyimbo zetu ni nzuri. Tunapo-upload nyimbo kwenye mitandao, watu wanapokea vizuri. Kama unaweza ku-upload wimbo ndani ya siku 2, siku 3 kapata viewers zaidi ya 50,000, ina maana matokeo ni mazuri ambayo yapo kwetu. So kwetu sisi ni advantage, na tunaona kwamba watu wanatupenda na wanatutakia mema na wanaangalia sana nyimbo zetu. Na of course tunaendelea kuasisitiza sana watu wa subscribe, kwa sababu the more wanavyotuangalia the more pia sisi tunafaidika kupitia utazamwa zaidi na wadau wetu. Kwa hiyo tunapata tunaenjoy na tunafurahia. Unajua unapofanya kazi ya Mungu afu unaona watu wanaipenda, kwetu sisi tunaona raha na tunaona furaha na tunafikiri inatupa nguvu ya kufanya production bora zaidi na za kiwango zaidi, ili tu mradi Mungu atukuzwe. Tunaona kuna event ya Arusha hapo. Natamani watu ambao wanaipenda Neema Gospel uizungumzie kidogo. Okay. Arusha bwana, tumeamua tuwape zawadi watu wa Arusha. Na kwa siku nyingi sana tumekuwa tumekuwa tukitamani kufanya Grace Unlimited Tour ambayo ilikuwa inafanyika, tulifanya Dar es Salaam mwaka jana, na
na tumekuwa tukitamani kutembea mikoa mbalimbali kufanya tour hii, but tunatafuta nafasi nzuri ya kutembea. Tunatamani twende Mwanza, tunatamani twende Shinyanga, twende Dodoma, twende sehemu mbalimbali, lakini tumeangalia nafasi ambayo tunaweza kuipata, tukaona tuanzie Arusha. Kwa hiyo tumeanzia Arusha Jumapili hii. Event hiyo inaitwa Occupy, tutakwenda kuoccupy sasa hivi na tunaingia hapa na tunakwenda kuandaa hiyo event kwa uzuri sana, na tutafanya event kubwa sana sana pale Arusha. Kwa watu wa Arusha ama Ushono wapi kule Usariva, yani wasikose, kwa sababu wanakwenda kushuhudia zile nyimbo za Neema Gospel ambazo tumeziimba kwenye YouTube, wameziona, na nyingine mpya ambazo hazijawa released wataenda kuzishuhudia live. Kwa hiyo watu wa Arusha waje kwa wingi, wanaenda kuiona Neema Gospel kwa live ikiimba pale live kabisa, nyimbo zote, sio ni kurejeshe, sio nini, umenipendelea, zote tutaziimba pale live kabisa bila chenga. Mungu akubariki sana. Amina, ubarikiwe sana. Asante sana, nakushukuru. Yes, na huyo ni mtumishi wa Mungu anaitwa Masanja, na nilichopenda zaidi ni kwamba amepata experience kubwa sana kwa kupitia Neema Gospel. Kadri unavyozidi kufanya, ndio maana tunashauriwa kwamba the more unafanya ndio kuna vitu ambavyo unazidi kujifunza, ndio kuna vitu ambavyo unazidi kuvipata. Kuna elimu zaidi unazidi kuipata, na kuna kitu unazidi kukiongeza. Kwa hata wewe kama kuna kitu chochote ulichonacho kidogo, fanya, endelea kufanya, endelea kufanya, endelea kufanya. Ndio kila siku unazidi kujifunza, unazidi kuna kitu ulikuwa ukijui jana, leo unaweza kuwa unakifahamu zaidi. Na nilichopenda zaidi ni kwamba ameshauri watumishi wa Mungu ambao ni unapenda kuimba, unapenda kazi ya Mungu, kama unatamani kufanya kazi na makampuni, tengeneza katika taasisi au tengeneza katika management, ili kampuni kija kufanya kazi na wewe ifanye kazi na mtu ambaye wanajua kabisa amenyooka. Yes, hicho ndio nilichokipenda zaidi sana. Na kwa wakati huu sasa natamani tuzungumzie kitu ambacho kimetoka kwenye Biblia, kwa sababu mimi siwezi kuacha hivi hivi. Lazima tuzungumze kitu ambacho Mungu anasema nini, Mungu anazungumza na nini leo. Leo basi natamani tuzungumzie kitu ambacho kuna hii mada hapa ni mimi binafsi ilinigusa sana, na Mungu alizungumza na mimi, nikasema why not nisije kuzungumza na watazamaji wa BBS Media tuweze kusikia basi, au kama ulishai kusikia na pia inaweza kukusaidia au ikakujenga. Watu tunapitia maumivu. Hiki ndio kitu ambacho natamani kuzungumzia leo. Watu tunapitia maumivu, watu tumebeba mizigo, watu tuna majeraha. Hakuna mtu ambaye hana majeraha. Watu tuna majeraha, tuna maumivu, kuna kutendwa, kuna kuumizwa. Vitu vimekaa hapa, tunaumia. Leo sijaja kuzungumzia swala la kusamehe, ila nimekuja kuzungumzia why Yesu Kristo alisema katika kitabu cha Biblia cha Mathayo, alituambia kwamba njoeni nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ili neno lina maana gani sasa? Na nitaisoma kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28. Nayo inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ninarudia, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hili neno lina maana gani? Mungu mwenyewe anatuita. Mizigo sio mizigo iliyokupo tumebeba mgongoni au mizigo tutakayobeba begani. Mizigo ni vile vitu ambavyo tunavipitia. Kuna mtu anapitia kitu au ana maumivu, hana pa kupeleka, hana mtu wa kumwambia, hana hata wa kumueleza. Bwana amesema, Yesu Kristo amesema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mahali pekee ambapo unaweza kupeleka huo mzigo wako ni kwa Yesu. Ina maana gani basi? Mimi naomba nitoe mfano mimi mwenyewe. Mimi nikiwa na kitu ambacho najua hichi kinaniumiza, mimi najua kabisa siwezi kumwambia mtu yeyote. Kwa sababu katika dunia tuliopo sasa hivi, hata marafiki huwezi kumwamini. Kuna vitu vingine hata huwezi kumwambia hata mzazi wako. Basi kama una muda, kama unaweza, mimi nataka tu nikushauri kwa leo. Kama una muda, nyanyuka, jiandae, nenda zako kanisani.
Nenda kanisani. Kwenye muda wa kuabudu, abudu sana. Kwenye muda wa kusifu, sifu sana. Kwenye muda wa kubujika, lia machozi yako yote, lia. Lia hasira zako zote ziishe. Lia majeraha yako yote yaishe. Lia, hakikisha unalia mpaka vile vitu ambavyo vimekaa ndani vinatoka. Kwa sababu kanisani hakuna mtu atakaye kuuliza unalia nini. Kanisani hakuna mtu atakaye kuuliza kwa nini unapiga makelele. Kwanza mtu atamshangaa. Kwa nini unapiga makelele? Yaani kwa nini unaweza kuwa unapiga makelele? Hapa ni mahali pa ambapo nimekuja kutua mizigo yangu. Mizigo yangu maana yake kwamba nenda kanisani. Yaani usikae na kitu ndani. Unaweza kwa muda mwingine ukafungulia hata muziki, ukaabudu, ukasifu. Tulia. Hiyo nao ni njia nzuri ya kukupatia amani. Huwezi kuyamaliza mambo mwenyewe, yani ukatulia tu ukasema okay namaliza mwenyewe, au ukapata stress ukasema najua kuna wengine stress zimefikia hadi hatua ya kutaka kujidhuru. Kuna wengine wamefikia stress ya hatua ya kutaka kujiumiza. Unajiona ufai, unajiona haustahili. Hapana. Mungu aliyetuumba ana makusudi yake. Anajua kwamba kuna mtu duniani ambaye anatakiwa afanye kazi yangu. Kuna mtu duniani ambaye anatakiwa abadilishe jamii, anatakiwa azungumze na watu, anatakiwa afanye hiki. Hicho ndo Mungu alichotuitia, kutoa faraja, na yeye ndo anasema yeye ndo amani ya kila kitu. Kwa hiyo mimi nataka nikushauri ambaye unapitia maumivu, unapitia majeraha, unapitia kitu ambacho kinakusonga, kinakupa mawazo yani ambapo huwezi tena, yani hujui ufanye nini, hujui umweleze nani, hujui umwamini nani. Mimi ninaweza nikasema njia ziko mbili, lakini njia zote hizi ni Yesu. Njia moja, kama unaona ni katikati ya wiki na kanisani ni mbali, tulia chumbani kwako, fungulia redio yako, abudu, fungulia nyimbo za gospel, imba. Yani utaona so abudu ukae tu umenyamaza, imba. Yani imba, kama ni kugaragara, lia, mwambie Mungu nisaidie. Lia, lazima Mungu atazungumza na wewe neno hili moja ambalo ukitoka pale sio wewe tena uliyekuwa unalia. Kama kanisani ni karibu, nenda kanisani. Utakutana na nyimbo. Acha kumweleza kama umwamini hata mchungaji, hata kama mtumishi wako umwamini. Kama mwenyewe lia, omba, lia garagara, yani hakikisha mpaka umelia mpaka unasema sasa nimekuwa mwepesi. Hicho ndio kitu ninachotamani tuzungumze leo. Yani hicho ndio kitu ambacho nimetamani tukizungumze leo, mtumishi wa Mungu. Mimi nakupenda sana. Nakupenda sana. Kama utakifanya hichi kitu nitafurahi sana. Na kama utaona umefanya na umepata amani, umepata suluhisho la moyo. Kama unajihisi kumchukia mtu, yani jifungie chumbani. Omba. Tafuta zile nyimbo, omba, mwambie Mungu umenifundisha kuhusu kusamehe. Toa hizi kumbukumbu zote, futa. Kwa nini nimchukie mtu? Kwa nini nimchukie? Futa hizi kumbukumbu. Ukitoka hapo umesahau yote. Yani Mungu huwa yeye ndo anasema njooni nyinyi nyote wenye kusumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kupumzisha kwake ni vile ambavyo tunazidi kumtafuta. Mungu akubariki sana. Hii ni BBS Media na The Sound of Gospel. Jina langu naitwa Angel. Lakini unaweza kudondosha comment yako hapo kwenye account yangu ya Angel Dasriva. Naweza tukapita na account naweza nikapitia maoni yako, naweza nikapitia comment yako. Basi tukashauriana, tukazungumza, tukaongea vingi sana kuhusiana na mtumishi wa Mungu au kuhusiana na Mungu wetu wa mbinguni. Na Mungu akubariki sana. Amen.